Another day, another topic. Nimekuwa nikipata maswali mengi kwa kina mama ambao wamekuwa na changamoto ya kulegea uke. Yaani uke unakuwa mpana kiasi kwamba baba afurahi tendo la ndoa, na wamekuja kuniambia bana daktari, hebu tuletee baadhi ya tips muhimu ambazo zitatusaidia sisi kuondokana na changamoto hiyo. Na leo nikaona sio mbaya kama nitakuja na kitu hichi ambacho kitawasaidia watu wengi kuondokana na hilo tatizo la kuwa na uke mpana uliolegea kiasi cha kumfanya baba asifurahie tendo la ndoa. Sasa zipo sababu kadha wa kadha ambazo zinaweza kupelekea mwanamama huyo kupitia hali ya kuwa na uke mpana. Sababu ya kwanza ni pale ambapo mwanamama anajifungua mtoto. Asilimia kubwa ya wanawake wakati wamejifungua uke wao unakuwa na tofauti fulani. Kwa hiyo hali hiyo pia inaweza kufanya mwanamama uke ukawa mpana. Na sababu nyingine pia ni pale ambapo mwanamke huyu anakuwa kidogo ni mtu wa mizunguko sana. Na sababu nyingine pia ni baadhi ya mwanamke huvamiwa baadhi ya magonjwa. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo mwanamke akiyapata au kukumbana nayo pia inamfanya kuwa na baadhi, yani ule uke unakuwa una changes fulani. Mfano kama PID, kuna wanawake wakiwa na PID, magonjwa ya mfumo wote wa STI, sexual transmitted infection. Hii inafanya pia wanawake wanakuwa na mabadiliko fulani. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya sababu. So kama ulikuja tap screen hapo, tap kwenye hiyo bell yako hapo sehemu ya subscribe ili tuendelee kujifunza mengi zaidi na tujue topic hii imekaaje leo. Sasa tutazama njia 3 mpaka 4 ambazo unaweza kutumia wewe mwanamama ambaye una changamoto hiyo na ukapona kabisa. Njia kwanza, tafuta karafuu. Baada ya kutafuta karafuu ile, chemsha. Chemsha, kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Nyingine utakuwa unachemsha kidogo, unaweka labda kwenye ndoo, unakaa pale kwenye ndoo kitako. Ile hali ya kukaa pale, ule mvuke unavyopanda utakuwa unaweza kuingia kwenye via vyako vya uzazi na kuweza kufanya uke kuwa unabana vizuri na mwanababa akafurahia tendo la ndoa. So njia ya pili, tafuta kokwa za embe. Ukishachukua kokwa za embe hizi, hakikisha unazisaga upate unga wake. Ukishapata unga wake, utakuwa unakoroga na maji ya vuguvugu. Unaweka sehemu yako ya uke kabla ya kufanya tendo la ndoa. Hali hiyo, uke una tabia ya kujisafisha wenyewe. Kwa hiyo si kuogopesha kwamba daktari, nikiweka huo unga pengine anaweza kaniletea. Hapana, uke una tabia ya kujisafisha wenyewe. Kwa hiyo utapoweka itakuondoshea hiyo hali ya wewe kuwa na uke mpana na uke ukabana vizuri. Njia ya pili au ya pili, tafuta juisi ya aloe vera. Hii juisi ya aloe vera upate robo glass, kisha ongeza na maji ya vuguvugu kiasi hicho, na wia ukeni, alafu utaona kuna mabadiliko fulani. Hii utakuwa unafanya labda ukifanya leo utafanya kesho, yani kwa siku utafanya tu mara moja. Njia ya tatu, tafuta zambarau zile. Ukishazipata zile, chukua 2, kisha saga upate unga wake. Changanya maji yaliyochemshwa, kunywa nusu kikombe yapo mara 2 kwa siku kwa wiki nzima. Itakupelekea wewe mwanamama ambaye uke umebana au uke umekuwa mpana, utaweza kuondokana na tatizo hiyo. Na njia ya pili au ya tatu, tuangalie hii njia ya kutumia hayo maji ya karafuu. Sasa utakuwa unayaoshea katika uke, itakusaidia pia kufanya uke kukaa vizuri zaidi. Sasa hizo ni baadhi ya njia, na kama ulikuwa
au follow for more, subscribe for more, like for more, ili tuendelee kujifunza mengi zaidi. Hii ni topic nzuri, share kwa wenzako na Mungu akubariki sana. Asante.